Sana. Amina, habari ya uzima. Mshukuru Mungu. Unaendeleaje? Kwema kabisa. Habari za safari? Safari ni njema, imekuwa njema leo mimi kuwepo hapa. Na nimefurahi sana. Nimefurahi sana kukuona. Amina. Nimefurahi sana. Nilingoja siku kama hii tukae tuzungumze hivi. Ni kweli. Lakini Mungu amefanya. Amina. Karibu. Nashukuru sana. Acha tumshukuru Mungu. Amen. Baba yetu uliye Mungu wetu, ni katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, tunakuinua, tunakutukuza na kulibariki jina lako. Asante kwa kutupa hii neema na kibali cha kukutana na mtumishi wako ili kuzungumza kila ambacho kilikuwepo katika ratiba na ndani ya moyo wako, ili tuweze kuzungumza pamoja na watazamaji wetu. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha pamoja nasi, tusaidie pamoja na hao wanaotutazama waweze kuelewa kile ambacho tunakizungumza kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Karibu sana. Nimefurahi. Asante sana. Nimekaribia kabisa. Asante sana. Amen. Ninakusalimu ewe mtazamaji wetu. Nakusalimu sana. Hongera kwa kupata nafasi ya kuweza kutamani kuchungulia na kusikia hiki ambacho tunakizungumza kwa ajili ya utukufu wa Mungu wetu. Kabla sijaanza, mtumishi wa Mungu, kama una lolote, karibu. Amen. Basi mpendeza Mungu, unaweza ukatamani kujitambulisha kabisa. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Emmanuel Mgonje. Nimefurahi leo tutakuwa pamoja kushirikiana katika kuumega huu mkate mahali hapa. Amen. Amen. Na mimi ninaitwa mtumishi wa Mungu Pastor Castus Dafse. Amen. Nimefurahi. Amen. Karibu sana. Okay, mimi kabla ya yote ninatamani angalau kupata ufahamu kuhusiana na uumbaji wa Mungu. Uumbaji wa Mungu. Kwa sababu nikisoma kwenye kitabu cha Biblia, maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka pale 28. Anazungumzia kitu cha muhimu sana. Anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Na 27 akasema akamfanya mtu mume na mtu mke kwa mfano wa Mungu akawaumba. Na 28 akawabarikia. Pamoja. Yaani ukiangalia hapa unaweza ukasoma pale ukapoweka vizuri ili kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mlango wa 26 anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Sura ya 27 anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Akaumba mtu kwa mfano wake. Sema kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28 Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke. Hata ukiishi hapo. Akawabarikia akina nani? Walioumbwa kwa mfano wake na kwa sura yake. Na hapo hakutumia umoja, alitumia wingi. Ni kweli kabisa. Tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tuko pamoja. Maana yake sasa hapa tunazungumza utendaji. Ndio kitu ambacho alikuwa anazungumza. Sasa akasema kama tunavyosoma mfano pale kwenye Zaburi. Zaburi ya 115. Zaburi ya 115 mstari wa 16. Anasema Zaburi ya 115 mstari wa 16. Mbingu ni mbingu za Bwana. Mbingu ni mbingu za Bwana. Anasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Unaona? Kwa hiyo wakati anazungumzia alikuwa na huu mpango ya kwamba mbingu ni mbingu zake, lakini nchi kwa maana ya dunia ni ya nani? Ya mwanadamu, huyo ambaye amefanywa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Kwa hapa alichokuwa anazungumzia mtumishi wa Mungu ni uumbaji wake kwa maana ya utendaji, kwamba sisi tunapofanya mbinguni na hao wafanye duniani. Unaona? Kwa hiyo kwa kile alichokifanya, ndio maana hata pamoja na yote mwanadamu alipopoteza uhusiano pale
kwa Adamu alipopoteza uhusiano, baada ya kuambiwa afanye mambo yote yale, matunda yote, lakini tunda hili asifanyeje? Asile. Maana yake ni maelekezo, ni katazo. Ni katazo. Ni maelekezo ya kwamba hiki unaweza kufanya, lakini hapa pana katazo, hiki usifanye. Na hapo ndipo mtumishi wa Mungu tunapoiona dhambi. Ndipo tunapoiona nini? Tunaigundua dhambi. Kwa sababu mtu mwingine utasikia anakuambia dhambi ni uzinzi, ulevi, uizi. Kabla hatujafika huko, kuna hicho kilichomsababisha mtu afanye zina, wizi na mambo mengine kama hayo. Sasa kitu hicho ni kipi? Kitu hicho ni kipi?